Hello? Hello? Evans, habari gani? Habari mzuri sana Gidi. Umeamka vizuri asubuhi ya leo Nimeamka nashukuru. Nimeona wewe unataka kupatanishwa na mama mkwe ili nimwombe msamaha. Juu mshana naye asha move on na penye yako. Nilikuwa nasikia kama ananiambia tu huyo mtoto akimwaga sukari asiwe anachapwa na huyo mbaba. Sasa nikipata sina pesa yana ana command nimtumie pesa. Sasa unajua hiyo situation imeniuma. Sasa nilikuwa nataka at least kama mama mke anaweza ongelesha msana nimwombe msamaha kwa kitu makosa nilimfanyia na juu ya msichana wake. Yasha push na mimi hata hiyo msanani nilishikwa na yeye akamtoa. Kwa hivyo bwana Evans, ushapata habari kwamba huyu mke wako ashaolewa kwingine, na pia unapata fununu habari kwamba huyo mtoto anateswa mahali yuko Msana ndio huwa ananipigia sometimes. Anakuambia hata kimwaga sukari anapigwa. Ati huyo mtoto venye babake huyo baba mwenye naishi naye kirudi hapa atatuchapa na huyo mtoto wako. Sasa aishi. Kwa hivyo unatakaje? Unataka kurudiana na huyo msichana ama unataka mtoto? Ama ili nikiwa na mtoto. Sasa kama nizendusa nisamee, ila ngali kama mtoto anaweza rudi huko nyumbani, kama naweza taka nimchukue akuje tu ajili anisamee na kile sasa naweza kuwa tu juu nishazaa na msanake mtoto. Haya, wacha tupige mama mkwe tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana Nashukuru Gidi. Haya. Ningependa kumpigia mama mkwe ambaye anasema anaitwa nani, Pamela Mama Pamela. Kumbuka mtoto anaishi na mamake na anaishi kwa bwana mwingine tayari. Sasa sijui itakuwaje hapa. Lakini wacha tumtafute mama mkwe. Hello. Hello Mama Pamela, habari asubuhi? Nzuri, labda yako. Mimi niko salama sana mami. Mimi naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo hapa Nairobi Kuna kijana ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema alikuwa kwa uhusiano na msichana wako. Huyu kijana ambaye anaitwa Evans Odhiambo Oluoch, unamjua? Namtambua. Na sijui ni nini aliambia msichana wako ambaye alikukera hivyo? Alikuwa msichana. Alikuwa achajua nyumbani kwa msichana. Hakuwa amekuja nyumbani. Hakuwa amekuja nyumbani, lakini alikuwa msichana tu anaenda Kisumu kazi. Walipofika kule kazi ilikuwa ngumu upande wake. Aliamua kurudi kupika kukataa msichana amemwacha huko. Akaacha msichana huko. Akaacha huko msichana. Sasa aliporudi akimaliza mwezi mmoja akinipigia simu, sasa anataka kutuma transport msichana akuje. Nikimwambia kama msichana umesema ni mbamba, enda utafute mnono, alafu uliacha msichana kwa stage. Pota wamechukua. Nilimwambia. Yuko hapa kwa line. Evans. Ndio bana Gidi. Omba mama msamaha tusikie. Mam. Habari asubuhi. Nzuri, labda yako. Tangu ni salama na shukuru, ingali nimejaribu kukaa chini kurizon kama mtu mwenye amekuwa na mtoto. Sasa naona ile kitendo nilifanya kuongelesha msana wako ilikuwa vibaya. Hata nilijaribu kumpigia ila rudi tujenge, lakini alikataa. Nilikuwa naona tu ile alinishikia ile wa zamani. Naomba tu msamaha. Nakuuliza, umefika kwa wakati gani alafu kuenda kwa redio ati watakusaidia? Sasa ningali nimeomba tu juu nimeshawasikia kwa vile wanasaidia watu. Sasa mimi nilikuwa naomba tu msamaha. Sasa naomba mimi msamaha na mimi utanikosea. Wewe umefika wakati ukikosea pipi yako, sio mimi. Sasa naomba mimi msamaha, umenikosea nini? Sasa msichana ni wako na sasa mimi nilikosea juu hata wewe ndio umekuwa na mimi angali tukishikwa na msichana, wewe ndio ulinitetea. Sasa naona ile expensive umeenda sana, ile ningali bado sijapata kazi ile nirejeshe mkono, lakini nilikuwa naomba tu kama unaweza fungua tu roho na nikuombe msamaha tafadhali. Wewe uko kwa mchezo.
kwa mchezo. Unaona tunaenda kwa redio alafu utasaidika. Uko kwa mchezo bwana. Mimi utanikosea. Kwa nini unaomba mimi msamaha? Sasa wewe ndio mama msichana mama. Sasa kitu ambacho mimi naona ndio mpaka wewe uko na shida ya kichwa. Wewe nenda simu. Hiyo yote mama nakubali tu, lakini mimi naomba tu nile msamaha tu ndio naomba. Kwa hivyo vile ninakwambia mimi naona kama wewe umeenda simu, utaki kukuja hata kuletea mtoto hata nini peke hata chakula peke yako, alafu utakuja kuniambia unataka mtoto nikikataa, unaenda kwa redio hata utasaidika. Hakuna kusaidika hapo. Alafu unaomba mimi msamaha na mimi sio mke wako. Wewe ndo mama mke, ndio maana nakuomba. Bwana wewe ni mkonjo. Ulisikia tu watu wakiongea kwa redio, sasa wewe ndio naona watu waongea kwa redio. Unajua mtu naongea naye kweli. Okay, mama Pamela. Huyu ndugu alikuwa anataka tu kuomba msamaha kwa sababu anaomba mimi msamaha, amenikosea nini? Kwa hivyo angeomba yule msichana wako msamaha. Na anaomba bibi yake, nimekuchukua tuende kazi, nimekuacha mahali potapota wamekuchukua, sasa urudi utoka kwa potapota unikujie. Sio aombe mimi msamaha, kuna kitu amenikosea mimi. Okay, kwa sababu aliacha msichana kwa stage, watu wa bodaboda ndo akamchukua. Kwa hivyo huyo ndiye alimkosea, sio wewe. Sio mimi. Mimi sitaki kukosana na huyo kijana kwa maana atakuja kwangu. Kweli. Unasikia bwana Evans? Hiyo nasikia Gidi. Hata ufai kuwa unaongea na mama Pamela kwa sababu yeye hakutambui au hujajitambulisha kwao. Hata juu wewe ni nani? Wewe ni stranger. Na ninaongea naye kama mchungaji. Ninamuona kumbe kichwa yake ni mbaya kwa maana alisikia tu watu wanasema kwa redio, watu wanaunganishwa kwa redio, pia anaamua namna hiyo. Anataka kumuunganishe na nini na atafanya ndoa. Na wacha ni kuulize mama Pamela, msichana tayari ameolewa kwingine ama bado yuko single? Uliza fani, uliza hiyo ni swali, uliza hiyo msichana kwa wapi? Kwa maana hata nikitaka kumshika zaidi namshika kwa maana ninataka msichana wangu yeye alikuwa na ex. Kwa hivyo mama hata ujui msichana yuko wapi sasa hivi? Mimi sijui, uliza Evans msichana kwa wapi na mtoto wake mmoja. Evans msichana yuko wapi? Ako Kisumu Gidi. Ulijuaje yuko Kisumu? Yeye anipigia sometimes kama maybe mambo kumeenda vibaya kule. Bali nimefikia sasa. Ninataka msichana kupitia kwake. Na mtafuta kama amejua amepeana mahari kwao. Na kama sio hivyo nitamshika nimweke ndani. Yes. Nitamweka ndani. Kwa maana hii muda yote ambaye amechukua kunimalizia kazi yangu nilikuwa nafanya. Na nimeacha kwa kazi, ninaongea kwa redio na msiu mtu ambaye ninaongea na yeye nitamchukulia hatua. Yes. Okay, haya Evans, umesikia vile mama anasema? Ndio namsikiliza Gidi. Haya, maneno ya mwisho kwa sababu tunamaliza patanisho, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mama, mwambie tafadhali tukimaliza. Mimi nimwambie tu angale kama tulikosana but bado nawapenda wote, lakini ile harakati zenye ameamua nitamtafuta msana kama angali atanipigia, nitajaribu kuongea naye alafu nitamrudisha but move on nishamove. Maneno ya mwisho nilikuwa nasema hivi. Kabla hajatafuta msichana, wachi la ameenda tu kwa redio, atanasikia watu wanaongea kwa redio. Saa hiyo tu mali yako hapo. Antumie shilingi 1,000. Tanisikia na nafasi ya kutafuta msichana mali yako. Atume 1,000 ya kuomba msamaha. Nimepea pesa kidogo sana. Haya, atume basi. Hiyo ni mambo yenu sasa. Haya Evans, pigia mama mke, uko na namba yake. Malize. Haya, asanteni sana.